Salma, kwa hiyo ndo uliniwekea mtego ili nije nionee ujinga ambao unaofanya? Ndiyo, nilitaka uone kila kitu. Hivi Boni, unadhani ni rahisi kupata dili kubwa kwa Mr. John? Bila mimi kujitoa sadaka. Unadhani ungelipata hilo mpenzi? Acha kwanza nianze kwa kucheka kwa sababu sio kwa piwa. Haiwezi kutokea kwa piwa kwa sababu lazima tushikane mashati. Inamtokea tu Mr. Bonaventure kwenye Noma series. Na karibu sana kama ndo kwanza unaitazama, hii ni Noma series na Noma recap inakuwa inahusika hapa. Unapata matukio yote ama masimulizi ambayo yametokea katika tamthilia ya Noma. Nazungumzia ambayo inaonyeshwa siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 1 kamili za usiku. Your boy Loco But Piwa Magic niko hapa, lakini siko peke yangu. Akiwa na mimi Sambamba Tanya, na tunaendelea kukupa burudani za kinoma noma. Matukio ni noma na ni mengi. Kwa upande wako ni tukio gani ambalo kwa siku ya Ijumaa umeona hili ni noma sana? Mimi pale tukio la Salma kufumaniwa na Mr. Bonaventure. Kwangu pale libamba na ilikuwa noma sana. Mambo yenu haya. Na pia ni kwa sababu Salma alitaka Mr. Bonaventure aone. That's why kwangu imekuwa ni noma. Yaani mke anatakaje mume wake aone amemfumania. Bana, tukaitazame hiyo tuone ilikuwaje. Inasikitisha lakini inafurahisha. Sijajua sasa kwa upande wako wewe ni tukio gani jingine ambalo limekubamba zaidi kwenye mimi yako mengi sana, lakini kuna lile tukio ambalo imefahamika sasa kwa mama mkubwa wa Nadia kufahamu kwamba Adam alishawahi kupita naye kitambo. Unajua Adam tena kiwembe yule mzee sana. So amepita naye. Sio story ya kuchekesha by the way, lakini na catch feeling pia kwa sababu ni vitu ambavyo vipo mtaani. Sasa mwisho wa siku Nadia amepewa usiku mmoja tu wa kubaki pale nyumbani, kwamba ikishapita usiku mmoja atoke pale nyumbani. Sijui itakuwa vipi huko mbeleni zaidi maisha yake atakuwaje, kwa sababu kutoka tu pale nyumbani na mama yake ni namzungumzia mama mkubwa wake ni shoga yake kabisa. Roots za usiku zinatoka. Kwa hiyo imekuwa ni tukio ambalo kwa upande wangu limenivutia sana na ni noma. Tusiendelee kuongea sana. Mimi nataka watazamaji twende kwa pamoja tukaitazame. Sio mama yako. Mimi siwezi kuwa mama yako, mpumbavu mkubwa wewe. Hivi una adabu na heshima ya kuniita mimi mama? Ningekuwa mama yako, ungeweza kumvulia kaka yako nguo. Ni watoto benidhalilisha sana. Mmenidhalilisha sana. Mmenivua nguo na kunitupa barabarani. Je, ungepata mimba ya Adam? Uliwahi kulifikiria hilo? Nakuuliza. Mama nisamehe, watoto tu ulitupitia. Nadia. Naomba utoke kwangu. Mama nisamehe. Ondoka nyumbani kwangu. Kesho asubuhi nikiamka kesho asubuhi sitaki kukuona tena. Yaani ile mimi mwenyewe nimelifeel. Mimi mwenyewe nimeumia, lakini anapaswa. Ni haki yake. Ni hatari. Kakosa heshima. Bana, matukio ni mengi sana kwenye Noma recap kwa siku ya Ijumaa. Tukio gani lingine ambalo limekuvutia zaidi? Nikija kwenye tukio kubwa kabisa hili la Four Brothers. Unajua Adam na Wanda, Saidi, Tony, wale watu bana mimi wananifurahisha. Yaani nikiangalia Noma nisipoziona zile sura. Naona bado.
na I think pale kwenye ile tukio pale ambapo wamekaa wanaongea, kila mtu anasema mawazo yake, matatizo yake, pale kuna mtafaruko ulitokea ende. Adamu bado nusu ashikane shati na Nawanda kwa sababu Adamu ana utani fulani hivi ambao unamchokoza Nawanda, na ukiangalia ni ukweli mtu. Wanaita utani wa ngumi. Sisi tunaelewa nini kinachoendelea kati ya Wendy na Nawanda, but wao hawaelewi. Ila Adamu anahisi kwa sababu Nawanda ameanza kubadilika toka alipopata kazi kwa shemeji yake nani Wendy. So it's like anamtania, lakini ukweli unauma. Sasa Nawanda ana panic, ndo pale purukushani zinatokea. Bana, hii ni noma. Tukatazame na hii pia tuone imekuaje. Nawanda, I think umepanic brother. Relax. Anatania tu mwana. Utani? Utani gani? Ina maana please, yani kwenye hili kanikosea. Yani ameshindwa kutafuta utani wa kunitania kuhusu mtu mwingine yoyote mpaka Wendy. Serious bro, mpaka Wendy. Afu ni utani. Wewe, afu mbona vitu vidogo tu? Vitu vidogo vipi? Bwana mambo gani kishamba, mambo kitoto hayo bana. Kuna nini bwana unapaniki sana? Mimi nimeongea kitu kidogo tu. Oi. Kama utani mwingine, kwani wewe huwa utani wenzio? Wewe vipi unanitaniaje hivyo sasa? Yo. Wewe unatakaje sasa? Kama hauna kitu kingine cha msingi cha kuongea, nenda kalale kwa mama yako. Mshamba mwenyewe. Afu nite mshamba. Nini sasa? Huyu asite mshambe. Tulia, kaa chini. Mwateni nini? Kaa chini. Tunakumpiga. Wewe. Mwili unamdanganya huyu. Tulia. Huyu mwili unamdanganya. Tulieni basi. Zinatoka pia. Poa. Nawanda, I think bro overreact. Sisi ni brothers. At the end of the day. Mzigo umekuwa ni mzito sana na hiyo ilikuwa recap ya siku ya Ijumaa, lakini pia tuna siku ya Jumamosi ambapo matukio noma yameendelea kuwa noma kwenye tamthilia ya Noma. Si ndivyo? Tukio gani ambalo limekugusa pia kwa siku ya Jumamosi? Hivi unajua lile tukio la Nadia kurudi kwa Tony ambapo yupo Wendy. Hivi Wendy unamchukulia kimasiara? Tata yule. Mimi sijui ni nini ambacho Nadia anafikiria kwa upande wake zaidi, lakini mimi pale ninachokiona zaidi ni Nadia anataka sehemu ambapo anaweza kukaa ili kuendelea kufanya mambo yake, kwa sababu kwa mama yake mkubwa ameshatimuliwa. So wapi aende? Na sisi tunajua hapo direct ataenda kwa nani? Kimbilio lake ni Tony. Kwa Tony. Na kilichonishangaza hakumuogopa Wendy. Umeona the reaction pale, alikuwa samani lakini alivyopewa kisogo kaonesha unakujaje bila taarifa kwangu? Upige hata simu ufanyaje? Hem, tukaitazame. Shika pesa, shida yako sinaone. Shika pesa uondoke bwana. Are you crazy? Unataka kupigana na mimi nyumbani kwangu? Wewe mwanamke wewe. Wewe mama wewe. Nisikilize. Naituza tu hapa heshima yangu. Sijui unanielewa? Aliyokuambia mimi sina hela kurudi kwetu ni nani? Huna hela, shika hela nenda kwenu. Aliyokuambia mimi sina hela kwenda kwetu ni nani? Can both of you shut up? Huh? Thank you so much. Sikia Wendy. Nahitaji kuzungumza na Nadia kabla hajaondoka. So, kwa sababu sasa hivi kwa hiki kinachoendelea hatuwezi kuelewana. What are you trying to say? What I'm trying to say is Nadia atakwenda chumbani kwa Taia, atajifungia huko. Na sitaki atoke mpaka nitakaporudi. Then we can have a serious talk. Yes, tuongee kama watu wazima ili tuelewane. Are you mad? Wendy, nataka tuelewane katika hili. Na wewe usije ukaletea tabia zako za Kiswahili nyumbani kwangu. Usije ukajifanya unajua sana. Unamwona wewe? Atakuchinja. Na akisha kuchinja mimi sitokuwa na kesi ya kujibu. So behave yourself. Jiangalie sana. Na angalia na mtu ambaye unadeal naye pia. I'll be back. Anyway, chumba kiko? Nadia ni pasua kichwa. Hapo kama naiona cheche hapo ndani ya nyumba. Hapa moto unawaka. Ila bado tunaendelea kuona na matukio mbalimbali ambayo yalikuwa yakitrend kwenye Noma na yakifanya Noma inazidi kuwa noma zaidi. Wewe kwa upande wako
ni tukio gani ambalo bado wewe limekufanya unaona noma ni noma? Bana, noma inaendelea kuwa noma kweli. Siku ya Jumamosi, tukio ambalo mimi limenichukua sana. Nikavaa husika. Ona mpaka jicho lile la mkubwa na Wanda ile anamtazama Salma. Salma ameenda kwake, anataka hati ya kiwanja chao cha Mbweni. Sio, nielewa vizuri kwamba akauze apate pesa. Ana mipango yake. Yaani Salma ni paswa kitu. Sio kwa Bonaventure, sio kwa Nawanda. Kwa Nawanda ndo kashaharibu kila kitu, lakini bado anaendelea kumfuatia. Yaani mtu mmeshaachana, bado unataka tena umtoe mpaka unataka nini sana? Labda sio mimi pia. Tukaitazame hiyo, sio? Hata mimi pia sina muda wa kupoteza. Unaweza kuongea haraka haraka ili uweze kuondoka. Yes. Nimefuata hati ya kiwanja cha Mbweni. Unajisikia unavyoongea? Kiwanja kipi? Umenunua kile kiwanja wewe? Umetoa hata senti 5 katika kile kiwanja wewe? Umenunua wewe? Wewe unasahau haraka wewe. Okay, ngoja nikukumbushe. Kile kiwanja kina majina yangu mimi. Alafu ulinunua kwa ajili yetu. Hivyo basi, naomba hati nikauze kiwanja tugawane pesa. Unataka nini kwangu wewe? Unataka roho yangu Hivi umesahau kwamba kile kiwanja mimi nimenunua kwa pesa ambayo nimeuza gari? Si niliuza gari nikanunua kile kiwanja? Tena gari ambayo nilinunua kwa pesa za jasho la mama yangu mimi mzazi. Acha porojo Nawanda. Asa jasho linafanya nini kwenye mazungumzo ya pesa wewe? Acha longolongo. Nisikilize. Kile kiwanja huwezi kufanya nacho kitu bila mimi. Yaani huwezi fanya chochote na kile kiwanja bila mimi. Yes, kina majina yangu mimi na sio yako. Salma, kiwanja hakiuzwi. Noma, balaa hilo. Hivi kwa mfano wewe Piwa wewe. Ndo mwanamke wako mmeachana but kiwanja anakuambia nataka hati ya kiwanja. Eti kwa kigezo kwa sababu hati ilikuwa imeandikwa kwa jina lako. Unaweza? Sio kirahisi. Tuaje mpaka kieleweke. Noma imekuwa noma kweli kwa sababu mtaani uswazi vigoma vimekuwa vingi. Chioma umemuona lakini? Chioma kila siku. Mimi kwangu ilikuwa noma. Na hiyo pia imekuwa noma kwangu? Mimi sana. Chioma ni mtu ambaye namkubali of course. Kwa hiyo yani kwake imekuwa ni mabalaa. Anazidi kumtia hasara mume wake. Umeona pale hospitali wewe kwa umevaa uniform za hospitali bado live unamtukana. Kweli? Yani anazidi kuleta balaa Chioma. Bana, amemtia sana hasara Side. Paka meneja anasema tunamtaka mume wako na bado amemtia sana, bado jeuri moto. Ila anampenda mume wake. Yaani ni uswahili tu alionao, lakini ni mtu ambaye amenyooka kwa. Nimependa, ana akili pia maisha. Licha ya purukushani zote. Bado tukaitazame pia. Bilioni 2. Bilioni 2 unajua ni pesa nyingi sana. Ni kweli tumekubali kwamba kuna makosa yametokea kwetu. Lakini ndio mtupige faini ya milioni 2. Mr. Saidi, hii ni taasisi binafsi na unapaswa kujua kitendo alichokifanya mke wako kimechafua sifa na jina la hospitali. Hivi unajua ni damage kiasi gani imepatikana kibiashara? Tayari amemaliza matibabu yake, lakini hamtoruhusiwa kutoka hapa mpaka mtakapomaliza kulipa bili. Dokta, nayo unayakuza. Mume wangu nyumbani mimi nina pesa, zile pesa za shughuli. Mbona taonge nyamaza tu. Kuliko hilo unaloliongea sasa hivi. Nyamaza.
mambo ya camera roll action tumemaliza, au sio? Sasa hii haijaisha, bado inaendelea kwa sababu tumekupatia matukio noma kwenye Noma Recap kwa siku ya Ijumaa, Jumamosi, lakini pia Jumapili liko babu. Ni pale ilikuwa noma sana. Ilikuvutia kitu gani pale? Naogopa ukisema lakini nitaonekana udada huyu mtu wa kisasi sana. Mimi kilichonivutia pale kwenye scene ile ya Paula na Nawanda, pale ambapo Paula anajaribu kumseduce Nawanda ili aweze kumuibia Mr. Bonaventure pesa. Kumbuka Paula ni mchepuko wa Mr. Bonaventure na anamuamini. Jamani, watu wasije kazania niko kama Paula hapa. Bana noma. Ni noma series. Kaitazame hiyo afu tuambia mwenyewe imekuwaje. Unataka kuongea na mimi na kusikiliza. Okay. Let me get straight to the point. Nataka kumwibia Mr. Bon pesa nyingi sana. Well, Lisha kumsikia akiongea na msaidizi wake kwamba anataka kuweke wewe karibu. So najua wewe huwezi kukubali kwa sababu amemchukua mke wako. So mimi naona wewe utakuwa partner mzuri sana kwenye mchezo huu. Interesting. Very interesting. Hivi kwa namna unavyoniona na mimi, unahisi mimi ni mwizi? Nafaa kuibia watu? Sio kama nakuona mwizi au nakuamini sana, nope. Ila ninaamini hiyo hasira yako ulionayo juu yake. Kachukua mke wako. So ndoa na familia ni vitu vya muhimu sana kwako. Hutaki kisasi? Paulo unanionaje bibi? Kwa kweli kama wewe unaonekana kama mwizi? Mwizi ndio. Alafu unajifanya hutaki kumbe unataka. Sitaki nataka. Mkwanja huo. Bwana, mchongo ni huu. Ni moja hii ya sini ambayo imefanya poa sana kwa upande wangu mimi. Sijajua kwa mwenzangu pia. Yeye sini yake pendwa hapo ilikuwa ni ipi? Bana, zipo nyingi sana. Ndio maana hii Noma series bado inaendelea kuwa noma, au sio? Talk of the town. Nikizungumzia moja ya tukio ambalo limenivutia sana kwa siku ya Jumapili kwenye Noma, tamthilia ya Noma, nazungumzia ni tukio la kisasi kutoka kwa wake wenza. Sio, unanielewa vizuri Kwa upande wa Saidi namzungumzia Mwana, anaenda kuleta masuala ya shughuli Kigoma mpaka nyumbani kwa Chioma kuleta vurugu. Sio, unanielewa vizuri. Ngoma zile amsha na nini, matukio fana ambayo yamegusa hisia za wapenzi tamthilia ya Noma. Sio, unanielewa? Nakupata. Alafu mimi kinachonichosha zaidi kija kwa Mwana akiulizwa, sijui ile ni kusaidiana tu. Tani tunasaidiana hivyo jamani. Yake sasa anavyoongea uongo. Anajua yule. Yeye anacheza na sura tu kumchanganya bwana Said. Tukaitazame na hiyo pia. Wako Mwanaharamu ndio amewatuma waje kunifanyia fedhea hapa mtaani kwangu. Angalia.
Wewe. Sitona nimekwambia ukae chumbani kwa mtoto wako. Unafanya nini hapa? Mbona? Ona. Kwa hiyo uko na Suzi? Bana, noma Mbona kivumbi cha Kigoma hicho? Yeah. Hivi mwanaume pia anatakiwa kuonekana kwenye Kigoma? Kwa kuwa umemwona Tony. Eh. Bana ile ilikuwa bahati mbaya tu. Na msala mbaya zaidi uko kwa nyumbani kwake. Kwa sababu wewe ndiye ameonyeshwa na Nadia, muone mume wako yuko kwenye Kigoma. Hilo. Unadhani nini kitu? Tony ameniangusha bana. Mwanaume anatokaje kwenye Kigoma bana? Sisi tunawashukuru sana mpenzi mtazamaji wa hiki kipindi chetu cha Noma Series recap ya hapa kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Sisi bana, hizo ndo hot scene zetu za wiki nzima. Sijajua kwa upande wako hot scene yako ilikuwa ni ipi? Dondosha comment yako hapo, sisi tuko tutairejelea. Yeah. Ukiwa na mimi Tanya hii, niko na mwenzangu Pure Magic. Yeah. Lakini pia usisahau kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram pamoja na TikTok @Noma Series. Yeah. Pale Instagram tunapatikana kwa jina hilo, lakini pia usisahau kusubscribe channel yetu pale YouTube kama Amog Film. Till next time. Bye. Bye.